Karibu mpenzi mtazamaji wa Channel 10 katika kipindi cha Darubini ya Jamii, kipindi ambacho kinazungumzia masuala mbalimbali ya kijamii. Na hapa studio ninao wageni ambao ni Bwana Cosmas Madulu. Yeye ni katibu wa asasi ya Save the Society, pamoja na mwenyekiti wake Bwana Robert Kasihirwa, ambaye yeye pia ni mwenyekiti wa asasi hii ya Save the Society. Basi kwa pamoja tutazungumzia swala mbalimbali linalohusiana na elimu ya malezi, ambapo mtapata fursa ya kusikia changamoto mbalimbali, umuhimu, wajibu wa wazazi na jamii katika malezi ya watoto na masuala mbalimbali ambayo yanahusiana na program ya elimu ya malezi. Naitwa Esther Amando Sezelamula. Basi nakusiwe nami tangu mwanzo mpaka mwisho wa kipindi hiki. Karibu. Tukianza kipindi chetu, labda tuanze moja kwa moja na Bwana Cosmas Madulu ambaye ni katibu wa asasi ya Save the Society. Labda kwa kuanza kipindi chetu, naomba uifahamishe jamii nini hasa unadhani kwa nini kuna umuhimu wa elimu ya malezi? Ni kweli kwa hali tuliyonayo sasa hivi na jinsi ulimwengu unavyokwenda, na taifa letu ni sehemu ya mataifa mengine ambayo yametengeneza ulimwengu huu tulionao. Sasa kwa namna ambavyo ulimwengu unavyokwenda na namna ambavyo mabadiliko ya teknolojia yanavyokuja na maendeleo kwa ujumla, ni kweli tunaona wazi kabisa kwamba changamoto kubwa tulizo nazo zilizo nyingi zinahitaji suluhu lake liko ndani ya elimu ya malezi. Kwa hiyo kwamba tukiwapa watu elimu ya malezi, jamii ikatambua kwamba kuna umuhimu wa kulea watoto na kuwakuza katika mwelekeo fulani, changamoto nyingi tulizo nazo sasa hivi zitapata majibu. Kwa hiyo kwa ufupi ni kwamba lazima tuangalie kwamba tunahitaji kutengeneza jamii ya watu, kwa mfano wanaozalisha, ambao watu hao hawatengenezwi na elimu ya mashuleni. Kwamba unapotaka kumtengeneza mtu ambaye ni mzalishaji, hutamtengeneza tayari akiwa shule. Ni kwamba anatengenezwa kuanzia tumboni, anapokuwa tumboni mwa mama yake, kwamba anakuwa ni mtu mwenye huruka ya uzalishaji, kwamba sifa hiyo hata ipata shuleni. Kwa hiyo kwa staili hiyo ni kwamba lazima tuanze kukita zaidi katika swala la malezi, tuwe na watu ambao wana misukumo inayotoka ndani kuhusu swala kwa mfano la uzalishaji, na misukumo hiyo haitapatikana shuleni, ni kwamba inapatikana katika mfumo mzima wa malezi. Kwa hiyo kwa kutazama hivyo, mimi nathubutu kuona kwamba elimu hii ni ya msingi sana. Pia labda niongelee kwamba kwa kuendelea na jina la kipindi chako ni Darubini ya Jamii. Sasa kwa darubini ambayo nilio nayo mimi, inanionyesha kwamba kwa kipindi walau kisichopungua miaka 100 ijayo, ninaweza kuthubutu kusema kwamba hatutakuwa na mifumo kama ya leo, na hata familia zitatoweka. Familia zenye asili kama ya sasa hivi tunafikiri kwamba zitakuwa zimeondoka, na kama familia zinaondoka, basi tutakuwa na kizazi chenye aina ya tabia ya tofauti na tulichonacho sasa hivi. Na ni wale tu wanaojitaabisha sasa kufikiri kuhusu uwezekano wa jamii hiyo itakayotokea miaka hiyo, ndio itakayoweza kuitawala dunia. Sasa na sisi kwa kuona hilo, tuanze sasa kujiweka sawa kwamba kwa changamoto tulizo nazo, kwa aina ya matatizo yanayotokea, ni kwamba suluhu lake liko ndani ya malezi. Kwa hiyo tukuze msukumo wa swala hili la malezi, tuwalee watoto wetu katika swala hili katika mfumo fulani, ili waweze kuwa katika hali hiyo ambayo tunaihitaji, na kisha jamii yetu sasa katika miaka hiyo ijayo iwe katika hali ambayo ni sawa ya kiushindani, ni sawa katika nyanja mbalimbali za maendeleo kadiri tutakavyokuwa tunahitaji. Labda nije kwako Bwana Robert. Ni namna gani katika hii program ya elimu ya malezi unaweza kumtengenezea mtoto mwelekeo? Asante. Kama alivyoeleza mwenzangu hapa, labda kabla sijaongelea kuhusu kumtengenezea mwelekeo, sababu utaniuliza mwelekeo gani, kwanza niongee kwa ufupi kuhusu swala la uhitaji wetu kama taifa, kama nchi tunahitaji nini kwa sasa hivi. Ukimuuliza mtu mwenye utashi na ufahamu wa kawaida tu, hahitaji kuwa na degree au PhD, ni kwamba kwa nchi ya Tanzania na nchi nyingine za Afrika tunahitaji maendeleo ya kiuchumi.
sababu uhuru tumeshapata, tumejitawala wenyewe. Lakini kinachofuata sasa ni kwamba tunahitaji kupiga hatua katika maendeleo ya kiuchumi. Na ni kwamba unapoongelea swala la maendeleo, kuna vitu ambavyo vinapelekea maendeleo yaweze kupatikana, lakini huwezi kutenganisha maendeleo na uongozi, kwa maana kwamba viongozi ndio wenye nafasi kubwa katika kuleta maendeleo katika jamii husika. Kwa maana hiyo, tunavyoongelea sasa kuhusu kutengeneza mwelekeo wa watoto, ni kwamba tunataka tuwatengenezee watoto mwelekeo wa kuwa viongozi, wawe na sifa za kiuongozi, sifa za viongozi, ambapo mwisho wa siku wataweza sasa kuleta maendeleo kwa nchi yetu. Na unapoongelea sifa za viongozi, ni kwamba kiongozi ni mtu mwenye maono, ni mtu mwenye malengo, anaona mbali. Lakini kiongozi pia ni mtu mpenda maendeleo, anapenda kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine. Na lakini kiongozi pia ni mtu mwajibikaji, ni mtu mwadilifu, ni mtu mchapakazi. Kwa hiyo sisi kama civil society, kama alivyoeleza mwenzangu, tumelenga kwamba tuandae kizazi cha watu ambao wana sifa hizo za kiuongozi, watu ambao wana mwelekeo, watu ambao ni wawajibikaji, watu ambao ni wachapakazi, watu waadilifu, na mwisho wa siku ndipo tutaweza kupiga hatua katika maendeleo ya kiuchumi. Kwa hiyo tunahitaji kuwatengenezea watoto mwelekeo huo wa kuwa viongozi. Na tunawatengenezaje? Ndio hapo sasa tunawataka wazazi wawe ni watu wa kwanza kabisa kuweza kuwapandikiza yale ambayo tunataka wawapandikize watoto wao, ambapo sifa baadhi ni hizo ambazo nimeeleza, kwamba waandae watoto kuwa watu ambao ni wachapakazi, watu ambao ni waadilifu, watu ambao wanapenda maendeleo, watu wenye maono, watu wenye malengo. Kwa sababu mtoto kuwa na malengo, huwezi kusema mtoto mdogo hataki kuwa na malengo. Hiyo ndio tunakosea. Tunataka mtu kisha kuwa mtu mzima, si miaka 30 ndio uje kuwa na malengo, unakuwa umeshachelewa. Malengo mtu anatakiwa nayo katika umri wa awali kabisa. Kwa hiyo tunataka tuwajengee watoto hiyo hali, kwamba wakingali bado wadogo wajue kwamba wanatakiwa kuelekea wapi kwa manufaa ya taifa, na sio kwa manufaa yao wenyewe. Kwa hiyo tunaweza kujibu hivyo. Cosmos, ni namna gani unaweza kumboreshia mtoto hulka ya kiutendaji? Mwenzangu ataeleza vizuri zaidi kuhusu swali hilo, lakini mimi labda nigusie kidogo pembeni na swali lako, jambo ambalo ni la msingi. Najua mwanadamu anavyo vyanzo vikubwa vitatu vya tabia, ambavyo ni hisia, utashi na maarifa. Sasa jamii yoyote unapoitazama, unaweza kuangalia jinsi wanavyoishi na tabia zao, ukajua vyanzo vyao vya tabia viko wapi. Kwa hiyo chukulia mfano kama jamii ambayo ina watu wengi ambao vyanzo vyao vya tabia zao ni hisia tu, wanaishi kwa hisia. Na utakumbuka siku moja niliwahi kusema mwanadamu ni akili yenye mwili. Kwa hiyo mtu anapoishi kwa hisia zaidi, maana yake ni kwamba akili yake haitumiki vizuri, maana yake haikuwekewa mambo mazuri. Mtu kama huyo ukiimba uchumi kwake kwa maana ya kwamba asaidiwe na mtu mwingine kuendelea, utakuwa umekwenda nje, hautasaidika. Kwa hiyo ni lazima ubadilishe mfumo wa namna ya kulea, ili upate aina ya watu ambao vyanzo vya tabia zao labda ni maarifa. Ndio hapo unaona jamii ya watu wanaopenda kujisomea, watu wanaopenda kujua mambo, watu wanaouliza maswali, ambao kweli hata kama utawaongoza utajua naongoza akili yenye mwili, kiongozi mwili wenye akili, ambao wana mahitaji. Ukiwaambia nitawaletea hiki baada ya miaka 10, wavumilie, wakijua kwamba tumeahidiwa kutafutwa, maana ni akili. Lakini sasa tusipolea watu wetu katika mtindo huo, tutakuwa na watu wenye minamko ya hisia tu, wanafanya maamuzi ya hisia. Ndio naona sasa matatizo, ndoa zinavunjika kila leo, watoto wanakuwa victims, wanakuwa wanatolewa mhanga, hawana wanayumba. Tunakuwa na watoto wa mazingira magumu mpaka tumewabatiza majina. Mazingira hayazai, ni watu wanaozaa ambao wana matatizo kwenye akili, wanafanya maamuzi yasiyo sahihi, na matokeo yake ndiyo hayo. Sisi tunasaidia watoto badala ya kugeuka kuangalia wanaowazaa watoto ni wenye maamuzi mabovu. Kwa hiyo wametokea wapi hao wenye maamuzi? Shida iko kwenye mfumo, kwenye malezi. Lazima turudi huko chini tukiangalia kwa umakini. Kwa mfano, unaweza kuangalia utandawazi. Kwa mfano, mwanadamu wa leo, Mtanzania wa leo na wanadamu wengine wa sehemu zingine za dunia hii, tatizo linatukumba kwamba tunapokea mambo mengi kuliko yale tunayohitaji toka tukiwa wadogo, kwa sababu utandawazi. Matokeo yake tunatengeneza jamii ya watu ambao wamechanganyikiwa,
Maana hata mwili wa mwanadamu unajua huko kaka. Ukizidiwa chakula unaugua. Hata kama tungekuwa chakula kizuri, kikizidi lazima mwili uugue. Maana hata haya mambo yanapozidi kwenye akili za watu ambao yanatokana na utandawazi, watu wanaugua. Watu wengi wanatembea barabarani ni wagonjwa kwenye akili zao. Matokeo tunayaona kwa maamuzi mabaya wanayofanya. Unaona mtu ana tabia kama ya mnyama kabisa. Ni kwa sababu shida iko kwenye mfumo. Kwa turudi kwenye malezi, turekebishe mambo, tutoe watu ambao kweli hata tunapowapa fursa za kutuongoza, wao unajua tunaongoza akili yenye miili, tunategemea changamoto zinazotokana na akili, sio hisia. Umezungumzia kwa kirefu kuhusiana na jamii ibadilishe mfumo wa namna ya kulea watoto. Sasa kuna hili swala la uhusiano mbaya katika familia ambao nadhani unaweza ukapelekea malezi kuwa mabovu pia. Unazungumziaje hiyo? Hapo kumalizia kabla mwanangu hajasema, naweza kusema zamani wazazi ndio walikuwa vyanzo vikubwa vya taarifa kwa watoto wao. Leo sio. Vyanzo vya taarifa kwa watoto si wazazi tena. Kama mzazi anajitahidi basi ni robo ya taarifa anazopata mtoto. Vyanzo vimekuwa vingi. Kwa hiyo hata yale ambayo mtoto hayataki anayapata tu. No. Kwa hiyo sasa mahusiano yatakuwa mabaya kama mzazi hatambui hali hii na akajiweka katika hali ya kumwokoa mwanae na hatari hii. Kwa hiyo ni swala ambalo ndio maana tuko hapa kutaka kuwaamsha watu kwamba tuamke. Sio kila kitu mtu anachokiona kwenye television au kwenye kusikia redioni au kwenye simu au wapi kinamfaa. Umewekwa pale ili wewe uchague. Lakini kinachokufanya uchague ni maamuzi. Na hayo maamuzi tu sio kwamba unayafanya hivyo kwa sababu ya elimu ya shuleni. Ni mfumo wako wa namna mwili mzima unavyo-operate ambao umetokana na malezi. Kama mwanangu anaweza kueleza vizuri swali hilo. Kwa Robert, unaweza kuongezea? Kweli kama alivyozungumza ndugu Cosmas hapa, unajua swala la malezi na kuwa na jamii bora ni vitu ambavyo huwezi kuvitenganisha. Tatizo tulionayo sasa hivi tumejisahau kwamba tunafikiri jamii bora, jamii yenye sifa zinazostahili ili kuweza kuendelea kiuchumi ni kwamba tunafikiri zinajitengeneza, kwamba zinajizalisha zenyewe, jambo ambalo halipo. Ukichukua mfano kuna nchi ya Ugiriki, lakini zamani kulikuwa na nchi mbili zinaitwa Athens na Sparta, ni za Ugiriki ya kale. Hizi nchi zilikuwa na mwelekeo tofauti kabisa, zilikuwa na itikadi tofauti. Ukiangalia kwa mfano Athens yenyewe ililenga katika kutengeneza jamii ya watu ambao ni waadilifu, watu ambao ni wachapakazi, watu wanaopenda maendeleo, na mwisho wa siku ni kwamba walitengeneza mfumo ambao ulikuwa unapandikiza hali ya uadilifu na uchapakazi ndani ya watoto. Lakini kwa upande wa pili Sparta wenyewe, kwa sababu waliacha swala la uadilifu, waliandaa jamii yao kuwa ya watu wanyang'anyi, watu wakorofi, watu wa vita. Kwa mwisho wa siku Sparta ilikuwa na jamii ya watu wanaopenda vita, wapiganaji, na iliweza kuwa na jeshi ambalo lilikuwa imara sana enzi zile, lakini uchumi wao ulikuwa duni. Athens ambayo ilijikita katika maadili ilifikia sehemu ikawa na uchumi mkubwa sana, ikawa ni wealthy city state walikuwa wanaita hivyo. Lakini sasa hebu tuje kwa jamii yetu ya Kitanzania. Ni kwamba kama nilivyozungumza mwanzo kwamba tunataka maendeleo ya kiuchumi. Na ili maendeleo yaweze kupatikana ni kwamba watu wenye uhusiano moja kwa moja ni viongozi na jamii nzima kwa ujumla. Kwa hiyo swala la malezi linatakiwa lichukue nafasi kwamba tunataka sasa tuipandikize jamii yetu zile sifa ambazo zitapelekea nchi yetu kupata maendeleo ya kiuchumi. Tuchukue mfano wa Athens ambao walijikita katika swala la maadili, swala la uwajibikaji, swala la uadilifu, swala la umoja wa kitaifa, na kwetu pia tunahitaji tuwe hivyo. Sasa hizi hali ilivyo ni kwamba watoto wameachwa, hawaelezwi nini wanatakiwa wakifanye, hawaelezwi namna gani wanatakiwa wawe kwa ajili ya manufaa ya taifa. Kila mtu ameachwa ajiishie yeye mwenyewe. Swala la malezi halipiwi kipaumbele, hatuwapandikizi watoto wale ambao tunatakiwa tuwapandikize ili wawe vile tunavyotaka wawe. Kwa mwisho wa siku tunakuwa na jamii ambayo haieleweki inaelekea wapi. Kwa hiyo hii programu ya malezi ambayo tumeanzisha tunalenga kwamba sasa uite jamii nzima, sio wazazi peke yao. Wasema mwingine atasema unapisikia malezi basi unajua ni wazazi. Hapana. Malezi ni swala pana ambalo linajumuisha jamii nzima.
serikali, wazazi kama wazazi, lakini pia kuna watu wa dini wana nafasi kubwa sana katika malezi, kuandaa jamii yenye sifa zile ambazo tunazihitaji. Kwa hiyo swala hili hatutaki tuache watoto wajiendee na wakue tu kama watu ambao hawana mwelekeo. Tunatakiwa tuwatengeneze mwelekeo ili waje kuwa vile ambavyo tunataka wawe. Kwa nini? Kwa sababu tunataka wawe na sifa zile ambazo zinahitajika kwa ajili ya maendeleo ya kiuchumi kwa nchi yetu. Labda uliuliza pia kuhusu namna ya kuboresha hizo tabia za hulka chanya ya kiutendaji, wanaita character traits, kwamba tunapozungumzia malezi tunalenga pia kupandikiza hizi tabia ndani ya watoto. Na katika tabia za kiutendaji kuna tabia kuu 5. Huwa napenda kufanya mfano wa ngumi kwamba kuna swala la dhamirio au determination, kuna swala la ubunifu, kuna swala la kujiamini, kuna swala la uadilifu, na kuna swala la kufanya kazi kwa bidii. Vidole 5 hivi. Kwa hiyo hizi ni kati ya sifa ambazo tunataka watoto wetu wawe nazo, wawe ni watu wenye dhamirio. Lakini dhamirio linatokana na mwelekeo, kwamba umewaelekeza katika nini. Kwa kitu kinachoanza sasa ni kuwatengenezea mwelekeo. Dhamirio linakuja kama yani ni ile nguvu ya kuweza kulipata jambo au kufikia sehemu fulani, ukizingatia umuhimu wa hilo jambo au ukizingatia umuhimu wa huko na kwenda. Kwa hiyo tunapoongelea maendeleo ni kwamba tunataka tuwatengenezee mwelekeo wa kwa watu wanaopenda maendeleo, na wawe na dhamirio hilo, wakizingatia umuhimu wa maendeleo, wakizingatia umuhimu wa kuwa nchi yenye utahiri, nchi iliyopiga hatua ya maendeleo. Sikubaliani kwamba kuna mtu ambaye anaridhika na hali tulionayo sasa hivi ya umaskini Tanzania. Sikubaliani kabisa. Kwa watoto kama tutapandikiza ile hali ya kupenda maendeleo, kupenda kuwa na uchumi imara, kuwa na uchumi mkubwa, basi tutakuwa tumewatengenezea dhamirio la kuelekea huko, kwamba watatamani sasa kufikia hiyo hali. Na unapokuja kwenye kuzungumzia sifa ya ubunifu, ni kwamba sasa baada ya kwamba tumewatengenezea mwelekeo huo, hiyo sifa ya ubunifu ni ile hali kwamba wanaweza wakabuni jambo, wakafanya kitu ambacho kitawasaidia kufikia kule wanakotaka kwenda. Tunaongelea maendeleo. Kwa kama tutawajengea tabia ya ubunifu, ambayo sehemu kubwa pia inajengwa mashuleni, watengenezwe huko, wabuni vitu, sio wanafundishwa tu kwa repair, watu wa repair kwa mfano makompyuta tu wana repair. Tunatakiwa tuwatengeneze wabuni kompyuta, watengeneze na wao kompyuta, sio ku repair za watu wengine. Wabuni radio, wabuni vitu mbalimbali, wabuni simu, watengeneze vitu. Kwa sasa hii inategemea na jinsi tulivyoandaa wakiwa wadogo, kwa watu wa kujaribu, kwa watu wa kufikiria, kwa watu wa kufanya mambo ambayo hayapo, mambo ambayo hayajazoeleka. Kwa hiyo hili ni jambo muhimu lingine ambalo tunataka jamii ya Kitanzania iwe na sifa hiyo. Sasa labda kwa kumalizia kipindi chetu, katika kipindi hiki ambacho vijana wetu ambao wako makazini, labda ile malezi ya awali ya kuwajengea watoto wawe hapo baadaye wafanyakazi wazuri hawakuyapata. Sasa wako katika utaratibu huu ambao labda hawajitumi katika kazi kama vile inavyotakiwa na mambo mengine. Nini sasa kifanyike kwa pamoja kati ya wazazi, viongozi wa dini, viongozi wa kitaifa na watu mbalimbali, ili hii program ya elimu ya malezi iweze kufanikiwa? Nini kifanyike? Unajua, katika swala la kuleta uwajibikaji au uadilifu na ufanisi wa taasisi, ni kwamba kuna njia kuu mbili. Kuna njia ambayo ni willing approach, ile njia ya hiari, willing ile kwamba unakuwa mwadilifu kwa hiari. Lakini kuna njia ya pili ambayo unakuwa mwadilifu kwa lazima, hiyo tunaita forced. Sasa kwa watu ambao hawakuandaliwa kuwa watu wa kuhiari kama waliopo sasa tayari kwenye mfumo, wale swala la malezi na huwa tunasema samaki mkunja akingali mbichi. Sasa wale tayari wameshakauka, huwezi kumkunja tena. Kwa njia inayofaa kwa watu ambao wako tayari kwenye mfumo, watu ambao tayari wameshakuwa watu wazima, wameshakuwa na mwelekeo, wameshakuwa na alio, njia inayofaa hapo ni ile forced au ya lazima. Na inafanyikaje? Ni kwamba kwa ufupi zinatakiwa zitungwe sheria na adhabu kali na zisimamiwe na kuzingatiwa kama ilivyofanya China. Hapo uadilifu, uwajibikaji utapatikana. Lakini kwa hao ambao wanazaliwa sasa hivi, tunataka tuandae ili wawe na uwajibikaji, wawe na uadilifu, ili waweze kuleta maendeleo ya kwa uchumi wa nchi yetu kwa njia ya hiari, wajisikie. Kwa sababu ukilinganisha faida na hasara, ni kwamba njia ya hiari ni imara na ni endelevu, na watu wanafanya kwa kujisikia, kwa kufurahia. Lakini forced ni kwamba
sio imara na sio endelevu. Ni kwamba sheria zinapolegea au yule kiongozi aliyeleta hiyo hali akiondoka kwenye madaraka au uongozi, basi kuna uwezekano uwajibikaji na uadilifu ukaondoka, kwa sababu hiyo inaletwa na kiongozi mmoja. Cosmas, na wewe unazungumziaje hilo? Nini sasa kifanyike? Ni kwamba tuamue, jamii iamue. Swala la maamuzi tu. Kwanza tujue tulikotoka, tulipo na tunapoelekea. Tuangalie impact au namna ambavyo utandawazi umetubadilishia jamii yetu kwenda kubaya au kuzuri. Alafu tufike mahali tuamue kwamba haya na haya na haya tunayataka, haya na haya na haya hatuyataki, kwa sababu tunataka kuleta jamii yenye sifa hizi itusaidie. Kwa mfano, unaweza kuangalia kwa ufupi ni kwamba tabia za binadamu sasa hivi huwezi kuzitenga na teknolojia. Tabia za binadamu zinatawaliwa na teknolojia, lakini ni wale tu ambao wako juu ya hiyo teknolojia ndio wanaweza kuamua sasa. Wanaokuwa ndani ya teknolojia wawezi na tabia zao. Sasa sisi tunapofikiria hiyo, tuangalie, tuamue, tuweke mipaka. Yale ambayo hatuyataki yafungwe, tunayotaka yafanyike, hata kama ni kwa machungu na kwa maumivu kwa baadhi ya watu, ili hatimaye kesho yetu iwe njema. Na mtazamaji wa Darubini ya Jamii, jamii iamue namna masuala yanayohitajika zaidi. Basi mpaka hapa hatuna la ziada. Kumbuka tu kwamba hapa studio tulikuwa na Bwana Cosmas Madulu, katibu wa asasi ya Save the Society, na Bwana Robert Kasililwa, mwenyekiti wa asasi ya Save the Society. Kwa ujumla wao walikuwa wanazungumzia swala zima la program ya elimu ya malezi. Lakini mengi wamezungumza, mmesikia namna ambavyo wameshauri kwamba ni vizuri jamii kupiga hatua katika maendeleo ya kiuchumi. Mmesikiliza pia namna kubadili mfumo wa namna ya kulea na masuala mengi kabisa ambayo ikiwemo njia ya kuwa waadilifu kwa hiari na si kwa lazima. Yote hii ni katika kujiletea maendeleo, na yote hii jamii, wazazi kwa pamoja, serikali na viongozi wa dini na watu wote ambao wanahusika kulea jamii, basi shiriki katika malezi ya vijana wetu. Basi hadi wiki ijayo, nikushukuru sana kuchukua muda wako tangu mwanzo mpaka mwisho wa kipindi hiki. Mimi naitwa Esther Amadu Sezelamula. Asante na kwaheri. Kipindi cha Darubini ya Jamii